wakati ambapo huduma fulani inahitaji labda ni taarifa katika huduma fulani itakiwa ipande au itakiwa ibadilike, na kuna wakati unaweza ukakuta labda watumiaji for no reason wanakataa, wanasema huduma hii haiwezi kupandishwa bei. Sasa swali, mnakataa kwa sababu gani? Bwana si hataki. Kwa hiyo wajibu wa huduma wa EWURA CCC kwanza ni kuangalia, je, hizi bei zinazopanda ni bei zinazowakilisha zina reflect hali halisi, na hali halisi kwa maana ya gharama za kutoa hiyo huduma. Gharama za kutoa hiyo huduma, kwa sababu msipokuwa reasonable mnaweza kukuta hiyo taasisi inayotoa huduma at the end of the day ikashindwa kuendelea kutoa hiyo huduma. Ni muhimu kutoa maoni, kutoa ushauri kwa mamlaka mbalimbali zinazohusika, lakini pia kupokea na kusambaza taarifa muhimu kuhusu huduma zinazodhibitiwa. Ni muhimu pia na ninyi kupeleka kwa wananchi taarifa muhimu zinazohusu huduma ambazo EWURA anadhibiti, kwa sababu kama wananchi hawatakuwa properly informed, wanaweza kuwa na msimamo usio kuwa na taarifa sahihi. Kwa hiyo ni wajibu pia wa taasisi hii kuhakikisha watumiaji wa huduma hizo wana taarifa za kutosha. Tunawaomba mwe mabalozi wa wale mnao wawakilisha kwenye eneo la nishati safi. Lakini serikali inaendelea na kubadilisha vyombo vya moto viweze kutumia gesi asilia, na mpaka sasa hivi tuna zaidi ya vyombo 15,000 ambavyo vinatumia gesi asilia ya CNG, na juhudi zinaendelea kuhakikisha CNG inafika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo Mwanza. Mafunzo haya mnayoyapata ni muhimu katika safari yenu, na lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo. Kama tulivyosema, tunataka muendelee kuwakilisha maslahi ya watumiaji, lakini mwawakilishe huku mkijua wajibu wenu ni nini na wajibu wa watumiaji ni nini. Lakini pia tunataka, kama tulivyosema, tusambaze taarifa mbalimbali kwa watumiaji, shirikiane na kamati mbalimbali za watumiaji na kufanya ushirikishaji mpana wa wananchi pamoja na wadau wengine wa sekta zinazodhibitiwa na EWURA. Ndugu wajumbe wa baraza, naomba mwe kioo cha uadilifu, uwajibikaji na kuweka maslahi ya umma mbele yenu. Tumieni taaluma na uzoefu mlionao kulinda maslahi ya watumiaji. Isaidieni EWURA kutekeleza majukumu yake kwa ninyi kusimamia maslahi ya watumiaji. Aidha, shirikianeni kwa karibu na management ya baraza na wadau wengine, huku kila upande ukitekeleza majukumu yake ya msingi na kuepuka mwingiliano wa kiutendaji, kwani mafanikio ya baraza yatategemea mshikamano wa pamoja. Kwani sisi kama wajumbe wapya tunashuhudia kwamba baraza liko imara sana. Kwa ushirikiano huu ambao baraza inapata kutoka kwa mdhibiti, kwangu mimi kama mwenyekiti na kwa niaba ya wajumbe wenzangu, tunasema kwamba tutakuwa ni watu ambao tuko tayari mara zote kumsaidia mdhibiti kutekeleza majukumu yake. Tunaamini baada ya mafunzo haya tutakuwa na uelewa mpana kuhusu sekta zinazodhibitiwa, masuala ya utawala bora ambayo ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu yetu kama wajumbe wa baraza. EWURA ilifanya kazi zake, inafanya kazi katika uwazi. Hamna maamuzi yoyote ambayo tunaita oda yote itakayotoka ambayo haijapitia mchakato wa wadau wote. Lakini wakati mwingine wadau hawana uelewa mkubwa wa kuweza kuelewa mambo mengi ambayo ni ya kisheria,
ya kitaalamu. Kwa hiyo baraza limekuwa ndio usimamizi mkubwa wa kuweza kuwasaidia hawa watumiaji ili waweze haki zao ziweze kufika kwenye maamuzi ambayo watatolewa na EWURA. Chata ya baraza inaelekeza kwamba wajumbe wanapoteuliwa, kitu cha kwanza kabla hawajaanza majukumu yao ni sharti wafanyiwe mafunzo. Kwa hiyo ni kwa muktadha huo leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatimiza hilo, moja ya masharti ambayo yako kwenye chata ya kuwajengea uwezo kusudi pamoja na mambo mengine waelewe kwa upana historia, dira na dhamira pamoja na maadili ya baraza na mazingira ya kisheria na kiudhibiti ambayo wanakwenda kuyafanyia kazi.